kwa nini nyingine mara inamaanisha sehemu yenye uchungu. Asifiwe. Amen. Mara inamaanisha sehemu yenye uchungu. The place of bitterness. Asifiwe. Amen. But now Mungu akasema sasa hapo mahali unaita bitterness tutaibadilisha, kwa sababu hiyo jina inaitwa hivyo. Sasa mahali hapo ambapo mmekunywa hiyo maji tutageuza hiyo maji from bitterness to sweetness. Yes. Asifiwe. Amen. Sasa nimekuja kuambia mtu ambaye uko hapa, ambaye umevuka kutoka mwaka jana ukaingia mwaka huu na mambo yako unaangalia hayakuendei vizuri, unajaribu peke yako uone ikienda, umeenda kwa marafiki, umejaribu kuwauliza maoni, umeenda kwa wengine, ukaangalia kuna watu tunaitana consultant na wakonsulta. Ukiwa mgonjwa unaenda kwa consultant, ukiwa na biashara unaenda kwa consultant, because kuna mtu ambaye ako na fedha zake, kuna mtu ako na milioni zake mbili somewhere, lakini akikaa chini peke yake hawezi akaziplania. Sasa anarudi kwa Mungu anaitwa consultant, anamwambia niko na milioni zangu mbili. Hizi milioni zangu mbili nitazifanya nini ili ziniletee 100 kila siku? Wewe mtu anaitwa consultant na unamlipa. Na pesa ni yako. Pesa ni zako. Umeng'ang'ana, umezipata. Sasa umeshindwa kuzimanage. Sasa unalipa mtu mwingine akusaidie kumanage. Na umulipe hiyo pesa. Hawalipanga pesa mingi. Asifiwe. Amen. Kwa hivyo kama umepitia hiyo hali, ukaingia huu mwaka na unang'ang'ana unashindwa. Sasa nilikuwa nafikiri huu mwaka, because wakati when we are crossing over 2025, kila mtu aliiba kanisani, wengine wakabeba na viti, wakasema huu mwaka ni wangu, wakasema mwaka huu nimeacha magonjwa nyuma, nimeacha kuonewa nyuma, nimeacha kudharauliwa nyuma, nimeacha mateso nyuma, nimeacha kudunishwa nyuma. Lakini sasa ukaingia katika mwaka huu, lakini umekaa wiki tatu zimeisha, umeangalia kile kitu ambacho Mungu alikuwa amekuongelelea hauoni. God will change your story. God will change your story. Asifiwe. Amen. Kwa maana Mungu alikuwa anajua, Joshua alikuwa anajua. Kitabu cha Psalms chapter number 46 and the verse 1, 2 and 3. Somebody can read to me. Ama nisome tu kwa haraka nikipata. Psalms 46 inasema hivi. Mungu kwetu sisi. No. Sisi. Mungu kwetu sisi nani? Sisi. Mimi. Mchungaji jamii upigeni makofi. Nakwambiana basi bila sema weka mimi. Sababu ni mimi. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu na msaada utakaoonekana tena wakati wa mateso. Kwa hiyo hatutaogopa ijapobadilika nchi. Mama yetu ametukumbusha tuombe nini? Tuombe nchi yetu. Mungu kwetu sisi. Hata wakikuja na abduction, Mungu kwetu sisi. No, we don't care. Tunaabudu Mungu ambaye wafalme wanamuinamia. No, ukikosa kuinama sisi hatupa wasiwasi na wewe. You deal with you. Kwa hiyo hatutaogopa ijapobadilika nchi, ijapotetemeka milima mioyoni mwa bahari, maji yake yanapofuma na kumuka, ijapopepesuka milima katika kiburi chake, sisi hatutaogopa kamwe. Kwa hiyo Musa alikuwa anajua jambo hili, akajua hata kama wamesema ya kwamba tumeingia katika jangwa, Mungu kwetu sisi, yaani tuko na Mungu ambaye hatikisiki, tuko na Mungu ambaye aliyekuwa jana, leo na hata milele. Hiyo shida yako ni kidogo. Nilikwambia ya kwamba Yesu akawaangalia wanafunzi wakiwa wameshituka, akawaambia jambo hili kwa wanadamu haliwezekani, lakini kwa Mungu inawezekana. 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 Inaweza kubadilika. Inaweza ukaponywa. Unaweza.
Inawezekana kwa Mungu. Sema including hiyo hapa. Including my. Hiyo hapa. Inawezekana. Inawezekana. Kwa sababu Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu. Yaani mahali ambapo muungano wa kweli, yule mchawi wa kweli, unajua kuna kamizano kalikuwa kanatumika na Wakamba, sio kama siku hizi kanatumika. Yaani mnakosana kidogo tu na hata si kitu ya maana mnaulizana. Kidogo tu. Anamemkanyanga tu kama unataka kidogo tu. Anakuambia mimi ni Mkamba vizuri. Utanijua. Utanijua nitaenda na nirudi. Akiangai. Na anarudi tena na complain anaweka kidole na Mungu. Ati akiangai hapo. Na hapa na Mungu. Na tena anaenda kwa mtu. Yule nimekuambia anaingia hivi. Anaenda kwake. Na anarudi hiyo uone ako serious, anakuambia akiamuka. Sasa anajielewa kweli. Alafu listen. Nimekuambia nimelelewa kwa hizo boko. Hao watu wanakuja, anaburuka mara 3, na kukonjolea kidogo, anaburuka pande hii, anaburuka pande hii. Alafu baada ya sarakasi anakuambia hivi. Mimi nimemaliza yangu. Nimeachia Mungu. Sasa mbona mbaya? Sasa mbona unichafue na mkonjo yako tafadhali? Sasa mbona kama usiongeniacha kwa Mungu mapema. Mwishowe tu usiongeniacha na Mungu. Sasa kama ulikuwa unikuja kuniachia Mungu, sasa mbona ukaniruka? Mbona sasa ukanikonjolea? Mbona sasa ukanifanya hii sarakasi yote ati kwa sababu mwishowe ati sasa mimi yangu nimemaliza. Hiyo yako ni gani? Sasa mimi nimekuachia Mungu. Sio ungeniachia Mungu tu mapema, ungeniambia hiyo yako siwezani nayo, wewe enda. Mtu yeyote anakutisha kwa kukuambia anaenda na arudi. Mwambie tumetoka huko kwenye wanaenda, sisi tunakuja. Huyo mwenye anakutisha anakuambia anaenda huko ndio arudi. Mwambie sisi tulitoka huko tukakuja. Huko kwenye anaenda, wewe ndiye anafikiria kweli sisi tulitoka tukakuja. Kwa nini? Kwa sababu hatukusaidikia huko. Kimona mwambie bendera hiyo iko chini. Asiki nilikuwa namwombea. Nimekwambia deliverance ya idadi siku moja. Alifanywa kwa polisi. Kwa mbona? Wakaleta polisi ndio. Last week. Kidogo imeumana. Alienda somewhere kutembea. Na kwa sababu sasa anje akomaa spiritual, akaenda huko, wakafanya sherehe, wakaruka kidogo pande hii, akarudi. Kurudi kaumana. Asimbwe. Amen. Sasa nikampigia simu nikaambia yeye Joshua ako hivi sasa. Nikamwambia simumpe tu simu, tuombe naye. Mimi sina shida. I know the power of healing. Amen. Tunaabudu Mungu yule ambaye Yesu anakutana na kinga wa maaskari, anamwambia nani? Mimi nakujua kwa sababu mimi pia ni mkubwa. Nikiambia askari aende, anaenda. Rudi hapa, anarudi. So ninajua those powers uko nazo. Au uhitaji kwenda kwangu? Tumana huko. Ninajua unaweza kutumana. Naamini wewe Mungu. Mimi siamini mtu atanipe chupa 5 za mafuta. Unajua somo? Kuna wanaume wengine walisimamisha gari hapo. Road, evet, ilikuwa na vivakio. Wakasimama, hawakuomba, wakasimama akaambia watu basi kisha leo ndio siku. Kujia kidogo yako hapa na 1000 ukafagie shida yako kwa juu. Wamama na tuleso tunaanguka. Nakwambia. Within less than 20 minutes gari average ikaisha. Vivakio hizi za kufagia. Na wanaume wakaingia kwa gari na wakanunua kilo ya nyama. Wakaenda wakikula. Nakwambia. Biashara imeiva. Imeiva. Why? The Bible says, watu wangu huangamizwa. No, not kuangamia, ni kuangamizwa. Kwa kukosa. Kongozi. Watu wangu huangamizwa. Unaona hii? Hii ni imani ya Mungu. Asifiwe. Amen. Hii ni imani ya Mungu. Wakati ambapo ulienda kununua ile simu yako,
ya kwanza kabisa. Asiwe Amen. Uliponunua hiyo simu, kuna kitu ulipata hapo ndani. Kuna kijikaratasi ulipata hapo. Kinaitwa nini? Description manual. Yes, manual. Hata sasa hiyo utapata karatasi hapo ndani. Aliyetengeneza hicho kitu, even if it's a TV, aliyetengeneza angeweza kutoshea kwa kila mbongo. So alitransfer akili yake kidogo, akatransfer kwa karatasi. Asifiwe Yesu. Amen. Alipotransfer kwa karatasi, anajua kitakufikia kwa nyumba. Na hata kama hujui kusoma utasomewa. Uambiwe hapa, tunaambiwa ufinye hapa iwake, ufinye hapa upige, ukate. Kuna wazee wengine wakati zile simu zikujaga zile zilikuwa za heri. Tulipatana na wao Samuel. Anapiga simu. Inalia ti, anakata na anasema alo. Fani iko nini? Sasa alionyesha mahali pa kupiga. Sasa hapo kwenye kumwambia unapigana ikiita hivyo ndio ataongea muongee. Mkimaliza sasa ukate. Yeye akafikiri ikilia ti imeingia amekata sasa aseme alo. Instruction. Na hii Biblia iko na chochote. Wewe ambia mwenzako chochote chenye unahitaji. No, what you are supposed to do. Number one, you must, underline the word must, receive Jesus Christ as your personal. See where to? Personal. Savior. As well. Number two, you will receive power. Yesu akiangana na mitume. Aliwaambia, and you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. As well, why? The Holy Spirit will guide you. The Holy Spirit will teach you. As well. Amen. When you receive all those things, now by your Bible, go sit down. Ask the Holy Spirit. Now, I'm going to read this Bible. Guide me. Teach me. Asifiwe. Amen. Na kwa sababu ni mwalimu atakuongoza. Asifiwe. So anything you want, you will download it here. Wakati ambapo dada yetu alikuwa anatuimbia, amesema huo wimbo si wake, ni wa mwingine. Lakini alifanya nini? Alidownload kutoka hapo, ukakuja kwa simu yake ili afanye nini? Autumie.